mfungo, kila mtu siku yako mwenyewe, siku nzima haujali. Wewe nikupe faida ya mfungo. Faida mojawapo, masumusumu katika mwili huu wa kawaida, unaondoa masumusumu yale. Unajua chakula ukishakula, mwili, viungo vya mwili vikichakata kile chakula, kuna masumu yanaachiliwa. Kisayansi wanashauri angalau ukae muda fulani bila kula. Ndio maana wewe tu unakula tangu asubuhi, unakula tu saa moja, unakula saa mbili, unakula saa tatu, unakula saa nne, unakula saa tano, unakula saa sita, unakula siku tatu, utasikia umepeleka Muhimbili. Bwana atoe sifa. Inatakiwa ukila kaa masumusumu yaondoke. Sasa mfungo ni njia mojawapo ya kuondoa masumu mwilini. Kisayansi faida mojawapo. Kwa inaboresha afya. Mfungo unaboresha afya. Namba 2, faida ya mfungo. Unapofunga ni gharama unailipa. Unapolipa ile gharama katika mfungo, sio umefunga, yani umejinyima mwenyewe, umejinyima. Yani kwa gharama ile Mungu atakufikia kirahisi, kwa sababu you paid the price. Namba 3, unanyima nafasi matakwa ya mwili. Kwa roho itakuwa na sauti zaidi kuliko mwili. Lakini ukiwa unakula, mwili unakuwa na sauti kuliko roho. Lakini ukiwa unafunga, roho inakuwa na sauti kuliko mwili. Bwana apewe sifa. Ndio maana kama wewe ni mjanja sana, maamuzi ya muhimu ya maisha ambayo nataka kuyafanya, usiyafanye kama hujafunga. Nenda kwenye mfungo kaombe, alafu fanya maamuzi ukiwa kwenye mfungo. Utakuja kuniambia. Kwa nini? Kwa sababu roho yako ipo alert. Signals za roho zina nguvu, zinanasa. Mawimbi ya roho yananasa zaidi kuliko ya mwili. Lakini umeshiba machapati na nini mihogo hiyo, alafu ndo naenda kukaa kufanya maamuzi. Unaweza kufanya maamuzi ambayo yana maana kabisa. Bwana pesa. Lakini ukikaa kwenye mfungo, umeomba, umefunga, yani ndo umekaa sasa unataka kufanya mfungo, Mungu akisema na wewe katika roho, ni rahisi kunasa ushauri wa kimungu kuliko ukiwa kwenye milo kwenye masherehe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwani malizie kwa hili. Hakuna mbadala ya maombi. Bwana apewe sifa. Hakuna mbadala ya maombi. 2, kwa kuwa uliomba jana, usiache kuomba leo. Haleluya. Kila majira yanayokuja. Hebu niambieni, mkimwona mama Mboma kwa mfano, wakati yuko binti au kabla hajastaafu, maombi ambayo alikuwa hajastaafu ndo atayaomba leo? Hapana. Kipindi kile wa kabla hajastaafu, kuna watu walikuwa wanamchachafi huko kazini, wengine wanamwonea wivu, wengine wanampanyisia. Unanielewa? Kwa hiyo maombi yake yataendana na majira yale. Sasa hivi akikaa amezungukwa na wajukuu, hakuna mfanyakazi anakuja kumchachafia tena. Hebu piga picha, naendelea kuomba maombi aliyokuwa naomba wakati yuko kwenye ajira. Sasa hivi inakuja haiji. Unanielewa? Sasa piga picha wale wanaoombaga maombi ya kusoma, wanasubiri maombi yatumwe kutoka Ulaya ndio tuombe Tanzania.